wa mtu ambaye ninamuudhi yeye. Ilifika mahali mpaka Yesu akakuja akakutana na Paulo akienda kulitesa kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ile encounter Yesu anamwambia, wewe nimekutuma kwa ajili ya mataifa, na yapo mambo mengi sana ambayo utapitia kwa ajili ya jina langu. Hiyo verse tunaweza ipata katika Acts. Nafikiri Acts chapter 9. Acts chapter 9. Acts chapter 9 verse. Acts chapter 9 nafikiri ni 26. Acts 9:26. Maandiko inasema, na Sauli alipofika Yerusalemu alijaribu kujiunga na wanafunzi. Samahani, ni 16. 9:16. 9:16. Okay, 9:16 maandiko inasema, maana nitamwonyesha yalivyo mengi yatakayompaswa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Amen. Hiyo ni statement ambayo Yesu alimwambia Paulo. Alikuwa akimwambia nani? Alikuwa akimwambia Anania, ili anapokwenda kumfungua Paulo ya kwamba aelewe assignment yake. Anasema for I will make clear to him how much he will be afflicted and must endure and suffer for my name's sake. So hii ni huduma ya Paulo. Wakati anafunguliwa imeshatajwa ya kwamba kuna mateso, there are things that atazipitia. Wewe umeshakuja hivi, Yesu alikuita huko. Hata wewe ulikaribishwa tu akwambia kwamba kuna uponyaji, hivyo njoo kwamba upokee uponyaji. Lakini huyu katika kifungo chake akitoka hivi anaambiwa ya kwamba kuna vitu ambavyo utavipitia kwa ajili ya jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So Paulo amepewa hiyo assignment katika hiyo alingumu. Na unaona nafikia mahali anasema, sasa mahali pa nimefika, mimi nataka nimjue yeye. Na uweza, hebu soma hiyo Philippians chapter 3 verse 10. Chapter 3. Okay. Philippians chapter 3 verse 10. Yeah. Maandiko inasema, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Amen. Yani nimjue yeye pamoja na mateso yake na ushirika wa mateso yake. Ijapokuwa ya kwamba ametangaziwa kwamba kuna mateso katika assignment yake na ameshayachukua. Unajua Paulo huyu inasemekana ya kwamba kuna wakati amepitishwa kwenye dirisha ili akimbie watu ambao waliokuwa wanataka kumuua. Watu ambao wamefunga siku 40, ni siku 40 nadhani, ili huyu jamaa akamatwe na auawe. Vitu ambavyo alivipitia Paulo. Lakini kando na haya yote, huyu Paulo ukisoma kwenye kitabu cha Acts chote, utaona ikielezea kwamba kazi yake ya apostleship, jinsi alivyokuwa akisafiri kutoka Asia akienda mahali tofauti tofauti. Mahali kwingi ameinua makanisa, ameanzisha makanisa na amepitia hali ngumu mpaka merikebu. Kuna mahali inasema kwamba yeye amekaa katika bahari kwa siku, nafikiri ni siku 3 ama ni siku 1.5. Amekaa chini ya bahari, lakini huyo mtu hajakufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye anasema pale imefika, mimi nataka nimjue yeye. I want to know him. Na nijue nguvu gani ambayo ilimtoa ama ilimfufua katika wafu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Yohana the disciple alikuwa tu akikaa na Yesu, walikuwa kila mahali wakienda wanafuatana na yeye. Kina Petero, kina Bartolomayo, hao wote walikuwa wakifuatana naye popote anapoenda. Lakini wakati Yohana amekuja kufunguliwa macho, anasema nalikuwa katika kisiwa cha Patmos katika siku ya Bwana, na nikaona katika maono. Huyu jamaa wakati alimuona Yesu, he saw a different entity. Aliona mtu wa tofauti sana. Sio yule Yesu ambaye walikuwa wamezoea kwamba wanatoka, wanaenda wanaombea samaki 2 au mikate 3, watu wengi wanakula. Sio huyu tena. Maana huyu alikuwa katika ubinadamu ama katika mwili. Wakati amefunuliwa macho, akamuona sasa Yesu kamili. Ndio nilikuwa nataka kukwambia kwamba Mungu, kuna aspect ya Mungu ambayo yeye ni Baba.
na kuna aspect ya Mungu ambaye yeye he is the king. Katika kutembea kwa Yesu katika ulimwengu huu alionyesha sana sana ile aspect yake ya kwamba yeye ni baba. Na hata mara mingi kabla ya Yesu kuja unasikia inafika mahali Mungu anasema ya kwamba naomba mnirudie mimi niwe kwenu kama baba na nyinyi watoto wangu. Inabidi anashuka kwa sababu yeye he is the king. In that ya kwamba yeye bado ni baba. Na kitu kinachomfanya kwamba yeye ni baba ni kwa sababu there are things that he bared from inside him. Kabla kufanyika chochote ambacho unachokiona, kabla kufanyika chochote ambacho kiko, yeye alikuwa ni mfalme. He was the king. Ukifuatilia zaidi katika Biblia unasikia wakisema ya kwamba he reigns. Anakaa katika enzi yake. Kuna dada hapa amesema ya kwamba aliona kiti cha Elia, sijui kiti cha Musa, na akamwona pia Mungu ameketi katika kiti chake. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kabla vijafanyika vitu vyote, kabla wewe hujakuwa, alikuwa ni king. He used to reign by himself and he was complete in himself. Kwa hivyo hakuwa anahitaji wewe kuwa yeye kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe unamhitaji yeye ili kuwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. So he was complete in himself. And so love motivated him to bring in a certain entity ambayo inaitwa mwanadamu. Ikammotivate ya kwamba kuumba watu ama viumbe wanaoitwa spirits ama angels. Bwana Yesu asifiwe. And so he was a king from before. Na hakuwa anahitaji mtu, manake alikuwa kiishi. Kuna mahali Paulo anasema ya kwamba yeye anaishi katika nuru. Ukisoma katika Kizungu hiyo 1 Timothy chapter 6 verse 16. 6 verse 16. Maandiko inasema ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kuharibiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemwona wala awezaye kumwona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Amen. Who alone has immortality and lives in unapproachable light. Kwamba yeye anaishi katika nuru ambayo haiwezi, kwamba wewe ukimkaribia kama mwanadamu it is easier for you to dematerialize. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hiyo inaelezea kwamba yeye alikuwa Mungu hata kabla ya wewe kuwepo. Now aspect ya baba inakuja pale ambapo ameamua let us create, let us make. And so there were heavens created, there were angels who were created, there were many entities who were created. And so that is the aspect that brings about yeye kuwa kama baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba yeye kuna vitu ambavyo vimetoka ndani yake hakavionyesha ama they were revealed. So you are revealed, and now that is the aspect of a father that God portrays. Now kando na hiyo, kama unamjua wewe Mungu kama baba tu, hiyo haitoshi. Manake wakati Yohana amekuja akamwangalia, akafunuliwa macho, akamuona, anasema naliona mtu. Tusome hiyo Revelation chapter 1. Kidogo tu nafikiri Revelation chapter 1 verse anzia 9. Chapter 1 verse 9. Maandiko inasema, mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso ya ufalme na subira ya Yesu Kristo, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7, Efeso na Smirna na Pergamo na Thiatira na Sardi na Philadelphia na Laodikia. Okay, vuka hadi 13. 13 nasema, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano mwanadamu, amevaa vazi
lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. 14 anasema kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto. Na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Amen. Ukisikia jinsi anavyomwelezea hapa, anasema ni mtu ambaye amevikwa mavazi yanayofika katika miguu yake, na kwenye kifua chake amejifunga mshipi wa gold ama inaitwa shaba, na kichwa chake kina. Huyu mtu anavyokuwa described hapa ni tofauti na Yesu ama ile experience ya Yohana na Yesu aliyekuwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Manake walikuwa pamoja naye wakitembea kila mahali anapokwenda. Mahali pengine wanasema ya kwamba wacha twende na yeye. Alikuwa akienda wapi? Alikuwa akienda nadhani Kapernaum ama ni Bethany. Wacha twende na yeye ni kwenda kumfufua Lazaro. Asema basi twende na yeye na tufe na yeye huko kwenye anakoenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mtu anavyoelezewa hapa na Yohana, yeye mpaka anasujudu, kwa maana ameona a certain glory, something that he did not come into encounter with before. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu wa tofauti sana, si jinsi alivyomwona katika ulimwengu. Hapa amechukuliwa katika roho, na hivyo amegundua kitu ambacho unaweza kifanya kwa namna anavyoonekana huyu mtu ni kusujudu peke yake, ni kumwabudu peke yake. Ile nuru ambayo inayotoka katika macho yake, anasema sauti yake ni kama ya maji mengi. Umeshaisikia sauti ya maji mengi? Kwamba ninavyoongea hivi, kwa mfano sasa Yohana ama Yesu anasema na Yohana, yeye Yohana anasikia kama sauti ya maji mengi. Ni nani anaweza akaelezea hiyo mystery? Huyu mtu anaelezewa hapa ni mtu wa namna tofauti. So kitu ambacho Yohana jaribu kuelezea, yeye anasema ya kwamba alivyoonekana huyu mtu kwa jinsi ya kibinadamu, ukimwona kitu ambacho kitakusukuma wewe ni kwamba umsujudu. So he is a king. Aliporudi katika ile eternal entity yake, amerudishwa tena katika ufalme wake, katika glory ama utukufu aliokuwa nao. Yohana 17 unaona anasema, anaombea wanafunzi wake, anasema naomba hawa watu ya kwamba na wao waje uone utukufu ambao umenipa mimi. Wakuje tu wautazame huo utukufu. Na hivyo Yohana akachukuliwa akaenda akautazama huo utukufu. Huyu ni Yesu ambaye alikutana na Yohana katika hicho kisiwa. Ukienda chapter 4 ya Revelation, sasa Yohana atakuelezea kamili alivyomwona Mungu ameketi katika kiti chake cha enzi. Now, kabla hata tufike hiyo ya Revelation, kuna mtu anaitwa Ayubu. Ayubu, unajua story yake kwamba amekuja amefiwa na mke na watoto wake, amefiwa na mali zake zote amezipoteza. Bwana Yesu asifiwe. Na anafika mahali anaanza kuhojiana na ndugu zake, sio ndugu zake, ni marafiki zake watatu. Wanakuja wanaanza kuhojiana na yeye. Wanasema mambo haya hayafanyiki kwa mtu isipokuwa kwamba amemwasi Mungu. Lakini Ayubu anaendelea anasema ya kwamba mimi sijamwasi Mungu kwa namna yoyote. Ukisoma hiyo Ayubu kuanzia 1 hizo chapter zote, utafika mahali anasema ya kwamba kama ni kuwakopesha maskini, mimi nimefanya sana. Nimejitahidi sana kufanya haki mbele za Mungu. Lakini marafiki zake wanatokea wanamuudhi, you know? Wanamuudhi, wanamwambia kwa namna unavyoongea wewe, unajifanya sana kwamba mwenye haki hata kushinda Mungu. Unaweza ukakuwa mwenye haki kushinda Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Akafika mahali akaona ya kwamba yeye hana kosa lolote mbele ya Mungu. Hana anything that inaweza kuwa inasimama kati yake na Mungu. Lakini rafiki zake wakamwambia kwa namna haya mambo yanavyotokea, hata wale watu wa duniani vitu kama hivi havitokei kwako. Kwa jinsi wewe unavyomcha Mungu na vimetokea kwako, sio bure, lazima kuna kitu ambacho umekifanya. Lazima kuna dhambi ambayo inaonekana kwako. Lakini chapter 38 ya Ayubu, Mungu anakuja katika upepo wa kisulisuli.
anamwambia ni nani huyu ambaye ukisoma hiyo, hebu tusome hiyo chapter 38 ya Job. Ndio 38 verse 1. Maandiko inasema, ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema, ni nani huyu atiaye mashauri giza kwa maneno yasiyo na maarifa? Who is this that darkens counsel by words without knowledge? Kwamba Ayubu ameongea tu kwa maneno yake mwenyewe, hakufikiria, hakuwaza katika akili zake. Wakati anasema yeye ni mwenye haki, hakuwaza kwamba hata Mungu ijapokuwa anampunish, ijapokuwa anampiga ama ameachilia majaribu haya kwake, kwamba yeye anabaki kuwa Mungu. Kwamba umetenda haki, kwamba haujatenda haki, yeye bado iwapo amechagua kukupitisha katika hiyo njia. Ayubu akasahau. Na hivyo Mungu anakuja katika upepo wa kisulisuli na anamuuliza hilo swali. Alafu tena sasa anamwambia, kama wewe unaweza, jifunge, nafikiri kwa Kiswahili nasema jifunge mshipi kiunoni nikuulize maswali. Alafu anamuuliza mambo mengi sana. Anamuuliza, where were you when I laid the foundation of the earth? Declare to me if you have and no understanding. Anamuuliza maswali mengi. Anamuuliza mpaka mambo ya mamba anavyoishi kwa maji. Anamuuliza mpaka wa kiumbe ambacho kinaitwa Leviathan. Sijui kwa Kiswahili inaitwaje. Lakini anamuuliza mambo mengi sana. Nani anaweza akashika maji kwa mkono hivi? Na akajua jinsi akajua kipimo chake. Anamuuliza maswali mengi sana. Anamuuliza kwa jinsi bahari ilivyo, nani aliwekea bahari ukingo kwamba inafaa kufika mahali hapa na ifai kupita mahali hapa? Kwa jinsi bahari ilivyo, nani aliwekea bahari? Nani amegawanyisha bahari na nchi? Kwamba kuna nchi ambayo watu wanaweza kutembelea, na kando na hiyo, ni nani ambaye anaweza akafanya njia katikati ya maji yakasimama huku na huku, watu wakapita katika dry ground? Ni nani ambaye anaweza akafanya njia katikati ya maji yakasimama? Ayubu akasikiza hayo maneno yote. Ukisoma hiyo 38 na 39 nafikiri mpaka 40, Ayubu anaulizwa maswali. Lakini Ayubu anafika mahali anasema, sasa nimelijua kwa salama. Kwanza nilikuwa na kusikia tu, nilikuwa nasikia watu wakisema habari zako, lakini kwa jinsi ambavyo umesema sasa ninakuona. Nilikuwa nasikia watu wakisema habari zako, lakini sasa nimekufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wewe unaweza kuwa ukisikia habari za Mungu tu na hujawahi kuwa, you've never come into experiential knowledge with him, ama ukakutana naye kwa ana. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo Paulo alivyokuwa akiendelea wakati alikuwa akiitwa Sauli. Yeye alikuwa ameona tu ni kawaida, anaenda anachukua barua kutoka kwa kutoka kwa duze wale wakubwa. Anachukua barua kwa ajili ya nafikiri kulisaliti kanisa la Mungu. Anachukua barua kwa ajili, it was very normal to him. Alikuwa akifanya tena kwa juhudi sana. Kuna mahali ameandika katika Corinthians, anasema ya kwamba nalikuwa na juhudi sana katika kuliudhi kanisa. Kwa hivyo wewe labda umewahi jinsi ulivyo, hujawahi kukutana na Mungu kwa jinsi ya mfalme, jinsi yeye alivyo mfalme. Wakati Mungu amemuuliza Ayubu hayo maswali yote, Ayubu aliangalia ufahamu wake, akaona ya kwamba jinsi ninavyojihesabu kuwa mwenye haki, labda hata mimi sifai. Akamwambia, nilikuwa nikisikia habari zako, lakini sasa nimekuona, lakini sasa nimekufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amemuuliza maswali mengi sana. Amuuliza habari za maji, anamuuliza jinsi ambavyo ameweka nchi, jinsi ambavyo ameumba vitu vyote, kwamba kuna ndege wanaokaa, yani kuna ndege hata hawahitaji kupanda ili kula, ameumba vitu vyote lakini wanakula na kushiba. Kuna ndege hata hawahitaji kupanda ili vitu vingi sana alimuuliza, lakini Ayubu hakuwa anajibu. Wakati anashauriana na rafiki zake wale watatu,
wanamwambia maneno mengi sana ya kumuudhi. Yeye anajiona kwamba yeye ni mwenye haki. Rafiki zake wale watatu, mpaka kijana mmoja nafikiri anaitwa Elifazi anamwambia, ijapokuwa wewe ni mwenye haki, Mungu mwenyewe hata kama ameamua kukupanish, kama ameamua hauna budi, it is upon him. Hata kama haujatenda lolote baya, hauna budi, ijapokuwa unajihesabu kuwa mwenye haki, hata kama haujatenda lolote baya. Bwana Yesu asifiwe. Yani mpaka amefika kusema, mimi nilikuwa nikisikia habari zako, lakini sasa nimekuona. Na ni mtu ambaye si mtu, ni roho ambayo inasema kwa upepo wa kisulisuli. Si kwamba anamuona hivi kwa ana. Na ni mtu ambaye ni roho ambayo inazungumza katika upepo wa kisulisuli. Si kwamba anamuona hivi kwa ana. Nilikuwa nikisikia habari zako, lakini sasa nimekujua, nimekufahamu, nimekuona. Nilikuwa nikisikia habari zako, lakini sasa ndivyo hivyo. Yohana amekuja kukutana na Yesu wakati amefunguliwa macho, manake amepelekwa katika kisiwa cha Patimo kwa ajili ya punishment. Huyu mtu tumewakataza kwa ajili ya kuhubiri kwa jina la Yesu, lakini hawasikii. So the only thing we can do to him ni kwamba tumseparate kutokana na watu wengine, tumweke katika an island where he will be desperate. That will be enough to punish him. Lakini katika hicho kisiwa, ndio anasema nalikuwa katika kisiwa cha Patimo katika siku ya Bwana, lakini katika hicho na nikaona. Huyu mtu wakati amemwona Yesu, akaona is a different entity, kwa sababu amesharudishiwa utukufu ambao alikuwepo tokea mwanzo. Wakati anakuja ulimwenguni, Yesu alipunguza his ama niweke aje ya kwamba alipunguza his sijui niseme description ya kwamba ikakuwa yeye sio Mungu ambaye anapokea maombi ya watu wote, lakini hapa duniani alipo, kitu ambacho kimemleta ni kwamba the salvation of man. So he has reduced his scope. His operation is only to save man. Anaweza akamponya na magonjwa, anaweza akafanya miujiza kwa ajili ya kumwokoa, lakini anaporudi katika ile hali ambayo alikuwa mwanzoni, ukimwangalia hivi, kitu ambacho unaweza peke yake kufanya ni kumwabudu yeye. Yohana ukisoma katika Revelation, kuna mahali anafika anasema ameona roho ama malaika akizungumza na yeye, mpaka anafikia anataka kumwabudu huyo malaika. Anamwambia, hapana, mimi ni ndugu yako, hufai kunisujudia, nisujudie yeye peke yake ambaye anastahili kuabudiwa, huyo tu ambaye ni mfalme. Usinisujudie, mimi ni ndugu yako, huyo ni malaika. Lakini kwa sababu ya ile glory ambayo ameiona na ule malaika, kwa sababu wakati Mungu anaumba kweli, alidispense all of his wisdom kwa ajili ya kuumba. Wewe kwa jinsi ulivyo hivi sasa hivi, ukijiangalia unaweza ukajipambanua jinsi ulivyo. Unaweza ukajipambanua damu yako jinsi inavyopita kwenye misuli, kila kitu inatoka hapa kwa, ni moyo ambao unapambe hiyo damu, lakini inafika kwenye waya wa miguu ama kwenye vidole vya miguu, kwenye akili hiyo damu. Unaweza ukapambanua jinsi vitu kama hivyo vinafanya kazi. Na si eti kuna wakati unaamka hivi unakuta kwamba you have broken down kama gari. Wakati unalala na unaamka unajikuta kwamba upo sawa sawa. Unaweza ukaelewa kitu kama hicho, ama unaweza ukapambanua kitu kama hicho. Kwa sababu scientists wamekuja na mambo mengi sana, wanajaribu hata kuunda robots, na wanazipea hadi miili za kibinadamu. Ukimwangalia hivi anaweza kuwa anafanana na mwanadamu, akiwekwa DNA yako atafanana kama wewe, lakini the spirit that God breathed in you, unajua hiyo pumzi Mungu alio breathe into the human being, na akakuwa kiumbe kilicho hai. Ukiangalia hapo Genesis na pia hapa kwa Ezekiel chapter 37, kwa mifupa ambayo ilikuwa mikavu, mifupa ambayo haina kitu. Na pia hapa kwa Ezekiel paka anaitwa Ezekiel anaulizwa, ukiangalia hii mifupa inaweza ikaishi? Ezekiel anasema kwa jinsi, yani kwa akili zake tu, jibu ambayo aliamua kukuja nayo, alisema ya kwamba wewe Bwana ndiwe unajua peke yako. Mimi nikisema inaweza ikaishi, labda kwa imani yangu nitapungukiwa,
alafu niambie nitabirie nikashindwa. Mimi nikisema inaweza ikaishi. Kwa hivyo alidevise a jibu ambayo alimpa Mungu, akamwambia wewe Bwana unajua. Kwa hivyo alidevise a jibu Bwana Yesu asifiwe, ambayo alimpa Mungu, akamwambia wewe Bwana unajua. Ni Mungu tu ambaye anajua. Lakini akamwambia basi tabiri kwa mifupa hii ili ikaishi. Na upepo ukatoka kutoka kwenye east ukakuja ukaingia kwenye mifupa ikasimama ikakuwa viumbe vilivyoishi. Na upepo ukatoka kutoka kwenye, hiyo ni katika maono, ikasimama ikakuwa viumbe, that I may know him, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na nguvu ambayo ilimtoa kaburini. Hiyo nguvu ambayo ilimtoa katika wafu, uweza wa kufufuka kwake, the spirit that revived him from the grave, nguvu ambayo ilimtoa katika wafu. Maana alisema the spirit that revived, mimi huo uwezo ama hiyo amri ya kufa na kuamka nimeipokea kwa Baba. Mimi huo uwezo ama, kwa hivyo hakuna mtu anaweza akamuua. Kwa hivyo kufa kwake ni kwa mapenzi yake. It is until a certain time ambayo imeamuriwa. Kufa kwake ni kwa mapenzi yake. Alisema kwamba hakuja kufanya mapenzi yake, alikuja kufanya mapenzi yake yeye aliyemtuma. Mmoja yao mapenzi ni kwamba wale wote ambao wamemwamini kwamba wasipotee hata mmoja, hata siku ya kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. And so Thomas akakuwa akauliza Yesu, Bwana Yesu asifiwe, ya kwamba wewe unasema unaenda kwa Baba kutuandalia makao. Unasema ya kwamba sisi tunaijua hiyo njia. Tunawezaje kujua hiyo njia? Sisi tunaijuaje hiyo njia? Ukisoma hapo John chapter 14. Tunawezaje kujua hiyo njia? Sisi tunaijuaje hiyo njia? Ukisoma hapo John chapter 14 kuanzia 3. John 14:3 maandiko yanasema, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amen. Mimi ndimi njia. Huyu ni Yesu amemwambia kwamba naenda kuandalieni makao huko mbinguni kwa Baba. Na akamwambia kwamba mimi ninakoenda hiyo njia mnaijua. Lakini Thomas anamuuliza, Bwana, sisi hatujui uendako, sasa tutajuaje njia ya huko unakoenda? Alafu Yesu anamjibu anamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Nilikuwa nataka hiyo verse 7 inasema, kama mngalinijua basi mngekuwa mmemjua Baba. Sasa kutokea sasa mmemjua Baba kwa sababu mmeniona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mmeniona basi mmemjua Baba. Kwa sababu mmeniona. Unajua kwa Thomas ilikuwa ngumu sana kuelewa. Mtu anasema anaenda kutuandalia makao mahali fulani, ili kwamba alipo yeye na sisi tuwepo pamoja na yeye. Tena anatuambia tunaijua njia. Sasa sisi hata hatujui wewe kwenye unakoenda. Sasa tunajuaje njia huko kwenye unaenda? Sasa sisi hata hatujui wewe. Thomas akauliza Yesu hivi. Lakini Yesu akamwambia, huko ninakoenda mimi ndimi njia na kweli na uzima. Lakini Yesu akamwambia, huko ninakoenda kwa Baba ila kwa njia yangu. Alafu anaendelea nasema, if you had known me, you would also have known my Father. From now on, you know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father, then we shall be satisfied. Jesus replied, have I been with all of you for so long a time, and do you not recognize and know me yet, Philip? Anamuuliza, anamwambia Philip, anamwambia Yesu, tuonyeshe Baba ili na sisi ya kwamba we will be satisfied. Alafu Yesu anamwambia, yani mimi Filipo, jinsi nimekuwa pamoja na nyinyi huu wakati wote, bado unaniuliza habari za Baba. Yani mimi Filipo, jinsi nimekuwa Filipo, tumeenda na wewe. Kwanza huyu Filipo ndio anasema ya kwamba
tukienda huko Bethany kwa ajili ya kumfufua Lazaro, basi twende tu na yeye, tukifika huko kama watamuua basi tufe na yeye. Alafu Yesu anamuuliza Filipo, tumeandamana nawe katika hali nyingi sana, tumeenda na wewe, tumehubiria watu hata kwenye katika ziwa, nimetembea kwa maji tukiwa na nyinyi. Alafu inafika sasa unaniuliza, unaniambia kwamba haujui Baba, haujamuona Baba. Yesu anaendelea anasema, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say then, show us the Father? Yeyote ambaye ameniona mimi ameshamuona Baba. Kwa hivyo if you want to come into encounter with the King, the eternal King, the only way is through Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu Yesu ndio inafikia mahali Paulo anasema ya kwamba ninataka nimjue huyu mtu jinsi alivyofufuka katika wafu. Hiyo nguvu ambayo ilimtoa katika wafu, ninataka nielewe, ninataka niijue. Now, if we go to Isaiah chapter 6 verse 1. Now, if we go to Isaiah chapter 6 verse 1. Isaiah chapter 6 from verse 1. Isaiah 6:1 maandiko inasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake zikalijaza hekalu. Amen. Ukisoma tu hiyo verse 1 kuendelea, utaona jinsi Isaia anaelezea. Huyo Isaia amekuwa kitabiri. Ukisoma kuanzia chapter 1 ya Isaia, utaona jinsi Isaia alikuwa kitabiri. Anamwambia Yerusalemu, wewe na Yuda, yani dhambi yako imefikia mpaka Mungu juu, kwamba ndani yako na wafalme wako hakuna haki kabisa inayotendeka. Mnyonge hapati haki yake, wajane wanadhalilishwa. Isaia anatabiri vitu vyote hivi. Mpaka anasema basi njoni twende mlimani kwa Mungu. Mpaka anatabiri anasema, na itakuwa siku hiyo nyumba ya Bwana itajengwa juu sana, na watu wote wataendea hiyo nyumba yake, na watu wote watajifundisha sheria yake Bwana, wataingia katika nchi hizo. Profesi zote Isaia anazileta kwa watu. Lakini ikifika chapter 6 anasema wakati sasa Uzia, mfalme Uzia amekufa, ndio sasa Isaia anakutana na Mungu ana kwa ana in a vision. Akielezea unasikia anasema ya kwamba nalimwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi ambacho kimeinuliwa juu sana, na vazi lake lilikuwa limejaza ya kwamba the most holy part of the temple. Now above him stood the seraphim, each had 6 wings, with 2 each covering his own face, and with 2 each covering his feet, and with 2 each flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Mpaka Isaya anafika mahali anasema, kwa jinsi nilivyo mimi, nimejiangalia nikaona ya kwamba sistahili kuwa mahali hapa. Yani mimi nimekuwa ni mtu wa maneno machafu. Nimekaa katikati ya kikundi cha watu ambao wako na maneno machafu. Sistahili kuwa mahali hapa. Nimekaa katikati ya kikundi cha watu kwa jinsi ambavyo amemuona Mungu. Sistahili kuwa mahali. Hao viumbe wanalia usiku na mchana ya kwamba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Jinsi wanavyoelezewa hawa viumbe tu peke yake, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Ilibidi ya kwamba Isaya akuzwe na kala moto kwenye ulimi wake ili ya kwamba apate utterance. Ilibidi ya kwamba Isaya akuzwe na kala moto ili atakaswe na ili aweze kutumwa kwa ajili ya ile assignment ambayo alikuwa anapewa, ili atakaswe na ili aweze. Na hivyo wengine wetu tunaweza kuwa tukiishi katika hali hiyo, kwamba tumezoea tu Mungu. Unajua mimi niliona vitu vya ajabu kwamba tumezoea tu jinsi unavyoona mawingu hapa juu. Unaangalia hivi mawingu ya mvua hapa juu wakati kunataka kunyesha, mawingu ya mvua hapa juu jinsi yalivyo. Unaweza ukadhani ya kwamba yako juu sana hapa juu wakati kunataka kunyesha, ya kwamba hauwezi ukayafikia. Like there is a distance between them and the earth. Ya kwamba hauwezi ukayafikia.
Lakini unafika mahali mpaka unapita hayo mawingu mpaka unaanza kuyaona chini hapa hivi. Lakini unafika mahali mpaka alafu unajiuliza ni kitu gani ambacho kimeshikilia hayo mawingu hapo. Hata sayansi ya kawaida ya mwanadamu itakuwa inakudanganya. Kitu gani ambacho kimeshikilia hayo mawingu hapo? Ni kitu maana ni maji ambayo yako hapo juu. Si ni mvua inateremka hiyo? Ni kitu gani ambacho kinaweza kuwa kinashikilia hayo maji? Alafu ukiangalia jinsi ambavyo yamewekwa, ni kitu gani ambacho jinsi ambavyo manake hayo ya mvua sio kama the sky. Hayo ya mvua unaweza kuta kuna sehemu fulani yako mengi, unaweza kuta sehemu nyingine hakuna, unaweza kuta sehemu nyingi yameshikana hivyo. Ya mvua unaweza kuta kuna sehemu fulani yako mengi. Alafu unafikiria, unajaribu kuwaza, unajiuliza ni kitu gani ambacho kinashikilia hayo mawingu hapo. Ukisikia ya kwamba density of water yenyewe, sijui kama mmesikia habari hizo, sijui ni density inaitwaje kwa Kiswahili. Ukisikia ya kwamba yani water is dense than air, lakini hayo mawingu yana float kwenye, yani water is dense in the atmosphere than air. How is that possible? Ni kama vile Mungu anamuuliza Ayubu, yani wewe unaweza ukapima maji, unaweza ukaweka maji yako hapa na ukapima mizani yake. Mungu anamuuliza Ayubu, yani wewe unaweza ukapima maji, unaweza ukaweka maji, yani unaweza ukatafakari vitu zingine ukashangaa sana. Kwani huyu Mungu ni wa aina gani? Ni uwezo gani ambao unaweka hayo mawingu hapo juu? Aliumba kwa namna gani? Hata ndege ikiwekwa ikae hapo kwa mawingu haiwezi ikasimama kama hivyo hayo mawingu yanavyosimama. Hata ndege inabidi ndege ikue at a certain speed, at a certain speed ili kukeep your distance ama the what, kukeep hiyo distance ambayo iko hapo juu, ili kukeep hiyo distance ama ili isishuke chini ama isipande juu sana. Lazima keep a certain speed. Lakini hayo mawingu yako tu, kwanza hata yanatembea katika speed ambayo ndege inaenda faster, maybe even 10 times. Kwa sababu hata ile wingu linaweza kuwa limesimama hapo kwa masaa sana, ndege inaenda faster, maybe even 10 times. Alafu unajiuliza ni kitu gani hicho? So who is God? And then Isaiah chapter 43, nafikiri ni chapter 40. Angalia Isaiah chapter 40. Who is God? And then Isaiah chapter 43, nafikiri ni chapter 40. Angalia Isaiah chapter 40 kidogo tu. Chapter 40 from verse 12. Maandiko inasema chapter 40. Ni nani aliyeyapima maji kwa kozi la mkono wake na kuzikadiri mbingu kwa shubiri na kuyashika mavumbi ya dunia katika pishi na kuipima milima kwa uzani na vilima kama kwa mizani? Ni nani aliyemuongoza? Ni nani aliyemuongoza Roho wa Bwana na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake? Amen. Unasikia Isaya anauliza ni nani anayeweza kupima maji? Kwa Kizungu inasema who has measured the waters in the hollow of his hand, marked off the heavens with the span, and closed the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales and the hills in a balance? Who has directed the Spirit of the Lord, or as his counselor has taught him? Nani anaweza akafanya mambo hayo yote kwa kuwaza tu kwa dakika moja? Yani ni nani anaweza akafanya mambo hayo yote kwa kuwaza tu kwa dakika moja? Ndipo utastaajabia Mungu, yani uone si mtu wa kawaida ambaye unaweza cheza na yeye. Ndipo Yesu anafika anasema kwamba this God, he is a spirit. Ndipo Yesu anafika anasema kwamba and so in spirit must he be worshipped. Na anatafuta watu ambao watamjua yeye kama roho, alafu wamwabudu yeye katika roho na kweli. Watu ambao watamjua yeye kama roho, alafu Bwana Yesu asifiwe. Alifika mahali akawaambia ya kwamba the ways of a spiritual man ni kama upepo, hawezi jua unakotoka na unakokwenda. Ya kwamba the ways of a spiritual man ni kama upepo, yani vitu zake ni vitu hiyo 40 tu ukisoma kwenda chini. Isaya anafika mahali anasema ya kwamba akili zake hazichunguziki. Hiyo 40 tu ukisoma kwenda chini. Isaya anafika mahali anasema huyu anasema ya kwamba hata milima yeye anaweza akaipima,
Si ndiye amesema ya kwamba anajua hesabu ya nywele za kichwa chako? Yeye anaweza akaipima. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye amesema ya kwamba anajua hesabu. Wewe unaweza ukahesabu nywele za kichwa chako ukajua hesabu yake? Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye anasema ya kwamba anaijua hiyo hesabu. Ama kwa namna tu ya kawaida unaweza ukajiuliza ni jinsi gani Mungu anaweza kuwa yuko hapa. Si tumemwomba leo hapa kanisani na tunaamini yuko hapa, roho yake iko hapa, na katika mataifa mengine yote anakuabudiwa roho yake bado inashuka na inanena. Na katika mataifa Bwana Yesu asifiwe yote anakuabudiwa, anaweza kuwa ni mwanadamu kweli? Unaweza ukamfananisha na wewe kweli? Ambapo ukionekana hapa kwa saa hii hauwezi kuwa mahali pengine popote. Unaweza ukamfananisha na wewe kweli? Ambapo ukionekana basi utamlinganisha Mungu na nani? Hapo Isaya hiyo chapter 40 kwenda chini anasema hamwezi mkamlinganisha Mungu na miungu. Hapo Isaya hiyo chapter 40 sababu kwanza miungu haina midomo ya kusema. Anasema hamwezi mkamlinganisha. Ina masikio lakini isisikie. Sababu kwanza miungu haina midomo. Hiyo ni kazi ya mikono ya wanadamu tu. Masikio lakini isisikie. Labda ina macho lakini hayo macho hayaoni. Hivyo wakati unamlinganisha mtu na Mungu na kitu chochote kile, unakuwa unakosea. Unajikosea nafsi yako, unajikosea roho yako. Mungu na kitu chochote kile. Hivyo Paulo anafikia anasema kwamba nataka nimjue yeye. So who is he? He is a king ambaye anajifunika mwenyewe. Hahitaji msaada wa mtu kuvalishwa ama to be decorated. He is a spirit who decorates himself ama anajivika mavazi. Psalms chapter nafikiri 93 inasema ya kwamba amejivika utukufu na heshima na adhama. Amekaa juu sana kuliko hata mawingu yote. Na Yesu akawaambia John chapter 17 verse 3 ya kwamba uzima wa milele ni huu, kwamba umjue wewe huyo Mungu ambaye ni wa kweli na Kristo Yesu ambaye alimtuma. Huyo Mungu ambaye ni wa kweli, ambaye hauwezi kumfikia Baba isipokuwa kwa njia yake, ambaye alimtuma. So the moment you have an encounter with Jesus, it opens a possibility for you to be to know God ama to experience God more. Bwana Yesu asifiwe. To know God ama kuna vitu tu uwezi ukavielewa kwa akili ya kawaida, lakini wakati huyo Yesu ameingia ndani yako, si nasema ya kwamba to know him the only true God and Christ Jesus whom he has sent. That is the description ya eternal life. So kama wewe unasema uko na uzima wa milele na haujamjua Yesu, haujamjua Baba, basi inamaanisha huu uzima ni kama unajidanganya. Huu uzima wa milele ambao unasema uko nao ni kama vile unajidanganya. Basi inamaanisha huu uzima, Bwana Yesu asifiwe, huu uzima wa milele ambao unasema uko nao ni kama vile unajidanganya. Right. Acts chapter 17 verse 24. Acts 17 Acts chapter 17 verse 24. Yes. Maandiko inasema Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa wakamwone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na tunakuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Amen. Huyu ni Paulo amesimama katikati ya Athens. Maana Athens ulikuwa mji ambao watu wanapenda sana sanamu.
wanapenda sana kuabudu, wanapenda sana ibada. Hivyo ndio Kiswahili inavyosema. Alafu ameona sanamu ambazo ziko katika masinagogi yao, wanapenda sana ibada. Alafu akasimama pale akaanza kuwahutubia, akamwambia, kwa sababu nyinyi mnapenda sana habari za ibada, wacha niwaambie kuhusu habari za Mungu huyo mnayemwabudu nyinyi pasipo kujua. Anasema huyu Mungu ambaye nyinyi mnaabudu pasipo kujua, yeye hakai katika vitu ambavyo vimefanyika katika ulimwengu huu akiwa Mungu juu mbinguni au duniani. Hakai katika handmade shrines, neither is he served by human hands as though he lacked anything. So wewe kama unamwabudu Mungu kwa mikono tu, ama you offer your service to God just plainly as kama tu kawaida, mikono tu, ama hiyo si kitu cha kusimama nacho sana. Manake ndivyo anavyosema, he is not served by human hands as though he lacked anything. Hakuna chochote ambacho yeye hana, hakuna kitu ambacho yeye kinakosekana kwake. Hakuna chochote ambacho yeye. Ndio nimetangulia nikakwambia kwamba yeye akiwa Mungu, he is complete in himself. Hakuna chochote ambacho yeye. Ndio nimetangulia nikakwambia kwamba kwa sababu hata vitu vyote vilitoka kutoka ndani yake. Vitu vyote ambavyo vimefanyika, they were all from inside him. And so there is nothing that he lacks. So wewe kama unamwabudu tu kwa kawaida, haitokei kwamba yeye anahitaji chochote. Anasema hata fedha na dhahabu ni mali zake. Roho zote anasema ni mali yake. Hivyo haabudiwi kana kwamba he lacks anything. For it is he himself who gives life and breath and all things to all people. And he made from one common origin, one source, or one blood, all nations of men to settle on the face of the earth, having definitely determined their allotted periods of time and fixed their boundaries of their habitation. Kwa hivyo hata yeye ndiye amewekea kipimo cha jinsi watakavyoishi. Ukisikia mwanadamu wa kwanza alikuwa amewekwa katika shamba la Edeni. Baada ya kuasi akatolewa katika lile shamba la Edeni. Unasikia Kaini alipozaliwa na akaasi, alitoka akaenda to the north, akajenga mji kule. Lakini ikakuwa huo mji hauna ya kwamba the covenant of God. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia hapa anasema ya kwamba amewafanya mataifa yote na watu wote wa kabila zote, na amewawekea mipaka kwamba wataishi kufika hapa na hapa. Unajua geographers huwa wanatuambia kwamba huu mchanga ama the land as you see it, there are structures. Unakuta kuna a certain layer inaitwa sijui majina yake. There are different layers, mpaka kuna ile layer ambayo iko chini sana, na wasema huko joto iko nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. So how was such things created? Kwa akili yako wewe unaweza ukawaza kwa namna gani hivyo vitu vilifanyika? Na huyu mtu hakuketi akasema ya kwamba nitatengeneza hii dunia ama the land itself kwa siku 10 na fulani. Yeye alitamka na iwe kitu fulani na kikawa. Ni mwanadamu tu ndiye alichukua udongo akasema kwa sababu huyu atakuwa anabeba uhai, ninamtengeneza hivi, alafu napulizia pumzi ya uhai ingie ndani yake. Na kwa sababu this is a person who is significant. He is the last born of all creation, but he will be significant because he will have dominion over everything that I have spoken a word and it has become. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza wakati mwingine ni vizuri ukatafakari vitu kama hizo. Who is this God? Bwana Yesu asifiwe. Mwenye huwa anafanya vitu kama hizi. Hapa ndio Paulo alifika akasema, mimi sasa ninataka nijue hiyo nguvu. Huyu mtu ambaye anaweza akadefy, because before ni mifupa tu ya Elisha ambayo mtu aliangukia alafu akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Mifupa ya Elisha alikuwa amekufa, alafu mtu akatupwa pale, sijui alikuwa amekufa, alafu akafufuka.
Lakini vitu kama hivi havikuwa vinafanyika. Mtu ambaye anakubali kufa mwenyewe kwa amri yake, alafu anajifufua. Unajua, huyo mtu ambaye aliangukia mifupa ya Elisha, unaweza sema ya kwamba alifufuliwa kwa nguvu ambayo ilikuwa katika mifupa ya Elisha. Lakini mtu ambaye anashuka 6 feet, sijui wakati ilikuwa ngapi, 6 feet underground, alafu huyo mtu haambiwi ya kwamba, hakuna mtu mwingine anakuja anasema ya kwamba Yesu ufufuke kutoka katika hilo kaburi, na huyo mtu akatoka. Ni kwa amri yake mwenyewe ya kwamba anaamka and he device the law of nature. Ni kwa amri yake mwenyewe ya kwamba anaamka and he device. Who is that person? The law of nature. Mpaka Paulo anafikia anasema, mimi sitajisifu kwa kawaida, lakini nitajisifu kwa mtu mmoja ambaye alipaa juu sana hata katika mbingu la 3. Kwa mtu kama huyo nitajisifu. Maana huyo mtu operate katika hali ya kawaida ya kibinadamu. It means this person is spiritually sensitive. Kwa namna ya mtu kama huyo ninaweza nikajisifu. It means this person is spiritually sensitive. Kwa Yesu asifiwe. Ni vizuri wakati mwingine unapokuwa tu na shughuli zako, unapomuita tu Baba, unapomuita Yesu Mungu kwa ajili ya hali hii na hii, ni wakati ni vizuri ukajaribu kuwaza ama kumeditate, ukajiuliza kwa namna ninayoishi hivi, ingekuwa ni kwa uwezo wangu ningemanage. Yani ingekuwa mimi ninaweza lala hivi alafu nikajiamsha asubuhi, yani ningekuwa tu na kipimo cha uhai ama oxygen ninajiwekea nikienda kulala, alafu asubuhi nikumbuke kuiturn on tena niamke, ingewezekana? So then who is God? Nikumbuke kuiturn on tena niamke, ingewezekana? Ipa nisema kwamba hatumikiwi kwa namna ya kibinadamu au kwamba amekosa kitu chochote. Sasa kwa kuwa ni yeye ambaye anapeana pumzi na uhai kwa watu wote, and he made from one common origin or one source or one blood all nations of men to settle on the face of the earth. Inasema hapa 27, so that they should seek God in the hope that they might feel after him and find him, although he is not far from each one of us. For in him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, for we are also his offspring. Inasema ndani yake tunaishi, tunatembea. Kwa Kiswahili inasema tunaishi, tunatembea na kuwa na uhai. Bwana Yesu asifiwe. It is in him that we live, that we move and have our being. Bwana Yesu asifiwe. It is in him that we live. Ezekiel wakichukuliwa mateka kutoka Yuda kupelekwa Babylon, alikuwa miaka 25. Wakati anaanza kusema na Mungu ama wakati Mungu anajifunua kwake alikuwa miaka 30. Ukisoma hapo Ezekiel chapter 1 inasema katika mwaka wa 30 ndio Ezekiel aliona the vision of God. Alafu sasa Mungu akaanza kumuonyesha ndio Ezekiel who he is. Anasema akaona cherubim, viumbe walio na nyuso 4. Kuna nyuso ya ndama, kuna nyuso ya eagle, kuna nyuso ya mwanadamu, kuna nyuso ya ndama. Ezekiel akaona vitu vyote hivyo. Anasema kutoka hapa kwenda juu anaonekana kama mwanadamu, akona uso kama wa mwanadamu. Kutoka hapa kwenda juu. Now, if you compare the prophecy of Ezekiel to the prophecy of John, utakuta they are very much similar. If you compare the prophecy of Ezekiel, watu ambao walifunuliwa waka interact na Mungu, ndio huyo anamwambia kwamba anamchukua in the spirit, anamchukua mpaka nyumba. Sasa kumbuka wako Babylon katika utumwa, anamrudisha in the spirit mpaka Juda, Yerusalemu, ambapo kuna nyumba ya Mungu. Anamwambia tizama katika ukuta uone jinsi watu wanavyofanya makufuru ya ajabu. Nyumba ya Mungu. Anamwambia tizama kuna wazee fulani ambao wanafanya ibada kwa sanamu. Ezekiel amechukuliwa in the spirit,
wanafanya. Mungu mwenyewe amemchukua, anamtoa kutoka Babylon in a vision, anamrudisha mpaka Yuda, Jerusalem, in the temple. Anamuonyesha uovu wote ambao unafanyika kule ndani. Jerusalem, in the temple. Anamuonyesha God is a spirit. We ought not worship him in just hali ya kuzoeka. Bwana Yesu asifiwe. It is good to ama ni vizuri kumjua yeye kama roho au kama Mungu kwa jinsi ya uwezo wake. Maana hata ukiangalia kwa vitu ambavyo amefanya hauwezi ukavilinganisha. Wewe unaweza ukaamka leo ukaumba nchi, vitu ambavyo amefanya hauwezi ukavilinganisha. Unaweza ukaamka leo ukaponya mtu ambaye alikuwa katika hali ya kufa, ukamrudishia uhai wake. Unaweza ukaamka leo ama ukasimamisha jeshi la mifupa, ukakota tu mifupa mahali na ukaitabiria ikakuwa na uzima, watu wakaanza kuishi. Japokuwa ile ilikuwa jonzi ama ilikuwa vision, lakini inasemekana ya kwamba wale watu walirudishiwa maisha yao. Kwa sababu Ezekiel alikuwa akionyeshwa kuhusu hiyo nyumba ya Israeli jinsi walivyokuwa wamechukuliwa mateka, and they were like they don't have hope. Ni watu ambao hawana maisha kabisa, ni kama vile tu mifupa mikavu. Lakini akawaambia kwamba atawaosha kwa maji, hawana maisha kabisa. Atawaosha kwa maji na kuwasafisha na kuwarudisha, na hao watu watamuita Baba, naye nao watakuwa wana kwake. Bwana Yesu asifiwe. Watamuita Baba, naye nao watakuwa wana. Exodus chapter 33 verse 13. Hizo ni habari za Musa. Musa anafikia mahali anamwambia Mungu, basi Mungu unionyeshe uso wako. Kumbuke chapter 32, hao watu walikuwa wameasi Mungu kwa ajili ya kuabudu ile ndama ambayo Aruni aliwatengenezea. Mungu akakasirika sana. Akamwambia Musa, shuka, enda chini uangalie watu wako mambo ambao wamefanya. Na Musa akashuka. Kufika chini akakuta hao watu wanapiga ndombolo. Hao watu Musa akapiganisha zile mbao chini zikapasuka kwa sababu ya hasira ambayo alikuwa nayo. Akamuuliza Aruni, ni jambo gani ambalo umefanya hili kuwakosesha watu kama hao mbele ya Mungu wao? Aruni akapeana sababu, akasema wameniambia niwafanyie na sikuwa na njia ambayo naweza nikawazuia. Musa akawaita akawaambia akawatenganisha, akawaambia ya kwamba yeyote ambaye yuko kwa side ya Mungu basi akuje side yangu. Wana Walawi wote wakakuja side ya Musa. Wana Walawi ni ambao walikuwa wakitumika katika, nafikiri katika temple kwa ajili ya mambo ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hao wote wakaenda kwa side ya Musa. Now, kitu inachonishangaza ni kwamba Musa hakupokea amri kutoka kwa Mungu ya kwamba awape ile amri ambayo walipewa. Manake aliwaambia, nyinyi wana Walawi, kwa sababu mmekubali, ukisoma hiyo chapter 32, kwa sababu mmekubali kuwa kwa side ya Mungu, basi kila mtu achukue upanga wake aingie katika hema ya ndugu yake au jamaa zake akamuue mwenzake. Ninasema ya kwamba kulianguka watu wengi, nafikiri karibu 3,000 siku hiyo. No, hii amri ambayo Musa amewaambia hao watu si kwamba aliipokea direct kutoka kwa Mungu, lakini Musa alijua kitu cha kufanya kwa ajili ya hao watu wasamehewe na Mungu. Lakini Musa alijua baada ya hayo, Musa akaenda kwa Mungu akamwambia, wasamehe hao watu kwa sababu wamekosa, na kama hautawasamehe basi ulitoe jina langu katika kitabu chako. Alafu Mungu anajibu, anamwambia, yeyote ambaye amenikosea nitatoa jina lake katika kitabu chake, katika kitabu changu, lakini sio wewe. Hiyo ndio kitu ambayo ilinishangaza. Iko hapo katika Exodus, katika kitabu changu, lakini sio wewe. Hiyo ndio kitu ambayo ilinishangaza. Iko hapo katika Exodus, katika kitabu changu. Exodus chapter 32 verse 33. Anzia 32. Exodus chapter 32 maandiko inasema, walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi zao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika.
Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyeitenda dhambi ndiye atakayemfuta katika kitabu changu. Basi sasa uende ukawaongoze watu hawa mpaka mahali pale ambapo nimekwambia habari zake. Tazama, malaika wangu atakutangulia. Pamoja na hayo, siku nitakayowajilia nitawapatiliza kwa ajili ya dhambi yao. Bwana. Amen. Unaona jinsi anavyosema ya kwamba mimi sitalifuta jina lako katika kitabu changu ambacho nimekiandika, lakini yeyote ambaye alitenda dhambi, huyo wakati nitarudia makosa yao, ama when I visit the abomination, ya kwamba nitamfuta mtu kama huyo. Lakini si wewe ya kwamba nikufute katika kitabu ambacho nilichokiandika. Bwana Yesu asifiwe. Alafu unafikiria huyu mtu Musa alikuwa amefikia kiwango gani kwamba anaweza akafafanua njia ambayo anaweza akawaokoa watu kutokana na mapigo ya Mungu? Kwa sababu aliwaambia wale watu waingie katika kambi, waende wakichinja wenzao ama ndugu zao ama jamaa zao. Kwa sababu aliwaambia wale watu waingie katika kambi. Na sio hapo tu, imefikia mahali pengine malaika wa Bwana amepita akiwachinja watu, akiwapiga. Anamwambia Aruni, kimbia uchukue chetezo na ukimbie usimame kati ya watu wa Mungu na Mungu, na ukiinue mbele yake. Akiona hicho chetezo, moshi ukitoka katika kile chetezo, yani Mungu ama ule malaika wa Mungu atasimama aache kuua watu. Alafu unaweza ukashangaa, yani huyu mtu ni wa aina gani ambaye amefikia kumjua Mungu kwa namna hiyo, kwamba akisimama katikati ya watu na Mungu ataacha kuua watu wake. Na ndivyo ilivyofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nafikiri mmoja hujatosha, lakini utaenda ujiliwazi kwamba Mungu ni kitu cha aina gani. Maana huwezi ukasema mtu, utaenda ujiliwazi yani Mungu ni nani, kitu cha aina gani. Maana huwezi ukasema Mungu. Ni vizuri tu nikupe homework, uende tu uliwaze wakati tu uko na wakati wako mzuri, ukajifikiria, ukajaribu kufikiria mambo mengine ambayo yametukia, kwamba wewe umeishi leo. Unajua jambo la kuishi kila siku, tunaambiwa kila siku na tunachukua kama mzaha ambayo yametukia, kwamba wewe umeishi leo. Unajua jambo, tusimame kwa miguu yetu nikuelezea hii story. Wakati tunarudi tulikuwa kwenye wakati tulikuwa tukisafiri tukirudi huku, wakati tunarudi ndege ilishuka kwa kasi sana, alafu ikawa kila mtu ni kama anajaribu kupigania maisha yake ama kushout. Kila mtu alikuwa ameshtuka, kwa sababu kitu kama kile just in a second unaweza kuwa hauko tena. Ukiangalia ile distance ambayo mko pale juu na pale chini, ukiangalia unasema yani kama unaweza ukapona ni bahati. Umeshasikia kwamba ndege zimeanguka zimeua watu wote ambao walikuwa ndani kule, kama unaweza ukapona. Bwana Yesu asifiwe. Yani ilishuka tu kwa kasi kidogo, sijui kama pilot aliachilia nini ama alisahau, ilifanya tu kidogo ilishuka na kila mtu alikuwa ameshtuka. Ndio tunaambiwa habari za uhai kwamba unaishi kila siku na tunazoelea, tunaona kama kitu cha kawaida. Ndio tunaambiwa habari za Mungu unaweza kumfananisha na nani? Na tunazoelea, tunaona kama kitu cha kawaida. Okay, kwa vitu ambavyo amekufanyia katika maisha yako. Leave alone kwamba yeye ni Mungu anakaa juu sana juu ya mawingu, haonekani kwamba yeye ni roho. Kwa vitu ambavyo amekufanyia katika maisha yako, wewe unaweza kumlinganisha na nani? Je, mzazi wako angeweza kufanya? Wewe mwenyewe unaweza kufanya kwa nguvu zako? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajiuliza hivyo, tunaomba tukisema nini? Biblia inasema ya kwamba amtafutaye Mungu atamuona. Bwana anasema ya kwamba anawapenda wao ambao wanampenda yeye, na kwamba wanaomtafuta ya kwamba yeye hujifunua kwao. Bwana Yesu asifiwe. Nakuambia kwamba uwe na moyo wa kumtafuta Bwana ili umjue yeye, ili umjue yeye. Manake Paulo anasema nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake, jinsi alivyotoka ili umjue yeye katika kaburi. Manake Paulo anasema nimjue. Bwana Yesu asifiwe. Na uweza wa nimjue yeye. Ombi lako kwamba nikujue wewe katika kaburi, nikujue wewe Bwana.
nikujue wewe na nguvu ambazo uko nazo, kwamba wewe unaweza ukashinda kaburi na ukaishi tena, kwamba sisi tunapoisha ya kwamba wewe hauishi, wewe ni endelevu, hauishi, upo siku zote, jana, leo na hata milele. Hauishi. Bwana Yesu asifiwe. Upo siku zote. Tunaweza tu tukaimba alafu tukaenda tu mbele za Bwana. Ombi lako litakuwa Bwana nikujue wewe. Hivyo Bwana ujifunue kwangu. Jifunue kwangu. Kama atakubali kujionyesha kwako leo, ni vizuri basi ukakuwa na hilo tamanio kwamba ajifunue. Kama atakubali kujionyesha kwako leo, ajionyeshe kwako. Ukakuwa na hilo tamanio ili aonyeshe njia zako kwako, zake kwako. Ajionyeshe kwako. Ili aonyeshe njia zako kwako, zake kwako. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu weza yote. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Umesikia habari zako siku ya leo ya kwamba wewe peke yako unakaa juu sana. Umeinuliwa kuliko vitu vyote, umeinuliwa kuliko nchi zote, ya kwamba dunia na mbingu zitapita, lakini wewe Bwana unakaa milele, ya kwamba unatawala milele yote, ya kwamba haufananishwi, ya kwamba ndani yako tunaishi, ndani yako tunakwenda, na ndani yako tunakuwa na uzima. Mwambie Bwana, niko hapa siku ya leo. Mwambie Bwana, nimekuja Bwana ili nikutane nawe, manake nimesikia habari zako ya kwamba nikujue wewe. Paulo akasema ya kwamba nataka nikujue wewe Bwana, na nguvu ambayo ilikufufua kutoka katika wafu, ni ujue uweza wako na nguvu ambayo inayofanya kazi na wewe. Sema na Bwana mchana wa siku ya leo. Mwambie Bwana, niko hapa, ninataka nikutane na wewe,
Ninataka nikuone Bwana katika maisha yangu. Ninataka Bwana ujifunue wewe Bwana katika maisha yangu. Nikuone ukiwa Mungu. Jitukuze kwangu Bwana. Mwambie Bwana niko hapa siku ya leo. Mwambie Bwana niko wazi machoni pako. Mwambie Bwana ninatamani kukuona. Mwambie Bwana ninatamani nikutane nawe mchana huu wa leo katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa mchana huu wa leo. Kwa maana Bwana umezungumza na watu wako. Kwa maana Bwana umenena na watu wako mausia yako Bwana, ya kwamba nikujue wewe Bwana, nijue na nguvu ambayo ilikutoa katika wafu, hiyo nguvu ambayo ilikunyanyua katika kaburi na ikakuinua juu sana, ikakuketisha juu sana hata kuliko malaika. Unasemekana kwamba umeketi hata kuliko malaika wote. Asante Mwokozi Mungu wa ajabu kwa ajili ya neema hii ambayo umeifunua kwa watu wako hawa. Hivyo Bwana Yesu, kama kuna mtu ambaye anataka kujifunua kwake mchana wa leo sawa sawa na neno lako Mungu, ninaomba Bwana Yesu pita katikati yao. Pita katikati yao Bwana Yesu, ukijitukuza kwao, ukijionyesha kwao kwa jinsi ulivyojionyesha kwa Yohana, kwa jinsi ulivyojionyesha kwa Isaya. Akasema alimwona Bwana ameketi juu sana na ameinuliwa kuliko vitu vyote, ameinuliwa kushinda vitu vyote, na vazi lake la kwamba limeifunika hema. Hivyo Bwana Yesu, watu wako hawa ya kwamba wanataka wakutane nawe, wanataka wakujue. Umesema kwamba kukujua wewe, ya kwamba uzima wa milele ni kukujua wewe Mungu wa kweli na Kristo Yesu ambaye ulimtuma. Basi Bwana, ninaomba Bwana Yesu jitukuze kwao. Anza kusema nao hata katika ndoto. Umesema mara moja usema na watu wako katika ndoto. Umesema nao hata mara ya pili na ya tatu, hata katika maono. Hivyo Bwana Yesu, sema na wao. Anza kujifunua kwao, kwa huyu ambaye ulikuwa na nia na kukutana naye. Anza Bwana Yesu kujionyesha kwao kwa jina la Yesu Kristo. Asipungukiwe mtu Bwana na wema wako. Asipungukiwe mtu Bwana na hiyo neema yako. Bali Bwana Yesu ukamjalie Bwana siku kwenda nyingine kwa kadri anavyokuwa katika Bwana Yesu kiroho, ukajifunue kwake katika njia iliyo ya ajabu. Asante Mwokozi kwa ajili ya ujumbe huu. Naamini ya kwamba Bwana watakwenda na kuliwaza Bwana na kukutafuta. Bwana umesema ya kwamba wanaokutafuta hao ya kwamba Bwana wanakuona. Basi Bwana Yesu, wanapokutafuta ya kwamba ukapatikane maishani mwao kwa utukufu wa jina lako. Asante Mwokozi kwa kuwa ni mwema na kuna Mungu mwingine aliye kama wewe, na ni kwa Kristo Yesu Mungu Bwana tunaomba kwako hata tukiamini. Jamani, haya makofi hayatoshi. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumefika wakati wa kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumefika wakati wa kumtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaribisha katika meza ya matoleo. Karibuni. Karibuni waimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaribisha katika meza ya matoleo.
Jamani, haya makofi hayatoshi. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumefika tamati ya ibada ya asubuhi na wakaribisha katika ibada ya jioni.
Ambie jirani yako jioni kitaeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Mguze mwambie jioni kitaeleweka. Sijasikia. Mguze umwambie jioni kitaeleweka. Amen. Hiyo nafasi